Ndio Mr. Ghost. Mimi naendelea kwamba kuna kitu ambacho natakiwa tukifahamu hata hao wanaoenda kujenga na ambao wameanza kujenga. System inakatisha tamaa. Unajua hapa tunaongea misamiati ndani ya misamiati. Mfumo unakatisha tamaa. Mfumo unakatisha tamaa sana. Natakiwa wakifahamu. Nadhani wakikifahamu hichi kitu hakitawasumbua. Kwa nini unasema mfumo unakatisha tamaa? Ni sehemu ya changamoto ambayo umewahi kukutana nayo au umeshuhudia watu wakikutana nayo? Process na ni kwa namna gani inakatisha tamaa? Ningependa kufahamu. Process ya kuwa builder au ya kuwa mjengaji au mwanzilishi au mtu ambaye anaweza kufikia solution katika problem fulani na kutoa solutions, ndio sio kazi ndogo, ni kazi ngumu sana. Kuanzia kujenga idea mpaka kujenga prototype ni kazi ngumu sana. Umeona? Sasa mazingira yetu sasa hayachochei zile innovations. Haya facilitate utumiaji wa vitu vya ndani. Of course kuna watu wana facilitate kwa mdomo, sio kwa yeye mwenyewe anaye facilitate. Ukimpeleka supermarket ukamwambia imetengenezwa Tanzania na hii imetengenezwa China, anapiga chini ya Tanzania anachukua China. Nadhani pale ndo system yenyewe naisemea. Umeona? Kwamba mimi Michael nimetengeneza drone yangu. Ile drone ninaipeleka sokoni. Lakini baadaye ile soko linipokee positive au linipokee chanya kwa kuona kwamba hiki kitu nilichokifanya kwamba wakichukue na kuona je, drone yangu ina manufaa gani kwao, wanaicrash moja kwa moja. Sijui niko sawa, sijui nimekuelewa. Mindset zao zinaicrash moja kwa moja bila hata kutest, bila hata kujua ubora wake na ukikompea na zile zingine ambazo zinatokea nje. Nadhani hicho kitu ni kikubwa sana. Mimi nimefanya kazi katika kampuni za teknolojia kama 1, 2, 3 na tumeandaa solutions nyingi sana na tumewapelekea hao wa Tanzania. Lakini mindset yao, mfumo wao wa mindset how appreciate kitu kisema kimetokea Tanzania. Unajua kuna solutions zingine hadi tunadanganya kwamba zimetoka nje, lakini kwa kweli na ndio tunauza sana, naweza nikasema. Na nimeshuhudia solution ambazo zinaendelea kwa watumiaji na watu wanaamini kwamba sio za nchini hapa. Exactly. Na nimeshuhudia solutions nzuri zilizoandaliwa na talented engineers, developers kutoka hapa nchini. Ndio builders hapa ndo tunaongelea. Zimefeli. Umeona? Lakini zilikuwa ni bora kwa sababu kwa nini nimesema zimefeli na zilikuwa ni bora? Zimekuja ambazo hazina ubora ule kama ambavyo zilitengenezwa Tanzania. Zimeuza, lakini kwa sababu tuko fact moja tu, zimetokea sio Afrika au zijatokea Tanzania, hazijatokea maeneo yetu. Na kwa nini unafikiri hicho kitu kinatokea au ni nini kinapelekea kitu kama hicho? Kwamba watu kutokubali vitu vya kwao na inapelekea watu mabuilders ambao wametengeneza hivyo vitu kukata tamaa au kuishi kukata tamaa, kwa maana kwamba wameweka effort kubwa, wameweka nguvu kuzalisha kitu fulani, lakini bado mapokeo wanao control hii dunia ni 1% tu, na wale wamefacilitate mifumo sisi ni watumiaji, tuwe soko. Umeona? Ndio maana sisi tunalipwa kutumia. Hapo umeongelea kitu ambacho kimenishtua ubongo. Of course sisi tunalipwa kutumia. Dunia inakontroliwa na watu 1%. Of course. Na ambayo inaandaa ndio ambayo ina control hii dunia na inaandaa watu kuwa soko. Inaandaa watu kuwa soko. Na sisi ni soko, tumeandaliwa kuwa soko. Kwa mazingira yetu na kila kitu. Hapo nitatamani the next session uweze kunielezea vizuri kwamba ni akina nani hao 1% ambao wana control 99 ya billion of people ambao wako. Of course sio 99, kuna 5% wanajua kinachoendelea. 5% wanajua. Kuna 94% yote ambao iliyobaki ndio inakontroliwa na haijui chochote. Yaani 94% haijui chochote. Wewe na mimi sijui chochote. Nipo katika hiyo 4%. Nasema hata mimi huenda labda niko kujaribu kuwashtua watu. Ni watumiaji huko. Sio ukatugombanisha na dunia hapa. Mimi hicho ndio kitu ninachokwambia. Sisi tugombanisha na dunia. Njoo nikwambie kitu kimoja. Sisi tunalipwa kutumia. Mfano, tunalipwa. Of course sisi tunalipwa kutumia, sio kutengeneza. Na ukitaka utengeneze, hata kama hii monetization ya YouTube kwamba ipo kwa ajili ya kutulipa sisi tuendelee kutumia kwa kutazama. Ndio, si tutengeneze content nyingi, watazamaji wapate wengi. Of course watazamaji wapate wengi na tupate content za area tofauti, hiyo watazamaji tuwapate wengi. Kwa hiyo sisi Tanzania tuanzishe YouTube yetu. Inaweza isitoboe. Kwa nini leo unasema ya kutoboe? Unaona kwa sehemu ya kucrash tena. Haijatokea nje. Haijatokea kwenye 1%. Unajua ikitokea kwenye watu 1% natoboa.
Ghost mimi unanileta mbele, unanirudisha nyuma na kuniweka. Sasa tukielewa sasa ndio tutajua nini tufanye. Na ndio tutajua wapi tuanzie. Umeona? Na sisi tunahakikisha kwamba sisi of course tumeanza. Microspace Tech Summit tumeanza. Okay. Of course tunataka tusanuane. Sasa system inakatisha tamaa. Kuna kitu kimeandaliwa ambacho ni Microspace Tech Summit. Hicho kitu kinakutanisha innovators na kwa investors watakuwepo. Sasa hawa innovators mbona wana vitu ambavyo wanaenda kuvionyesha pale. Of course. Sasa je, kwa hii system iliyo ya kukatisha tamaa, unafikiri vile wanavyoenda kuvionyesha vitakuwa na manufaa? Sisi au ni kitu gani ambacho tunapaswa kujua kwamba watu huenda wakabadilika. Unajua kuna baadhi ya vitu. Kwa nini tumesema kutakuwa kuna hao watu watapresent hizi zao? Tunaamini tunaweza tukawashawishi watu kuwekeza kutokea ndani. Ndio maana investor pesa watakuwepo. Unajua investor ni anyone. Anyone who can invest. Hata na mimi naenda nikawa sehemu ya investor. Of course. Nikaone product za mimi ninaamini na nina shauku kubwa sana ya kuwa user wa kitu ambacho kimetengenezwa Tanzania. Teknolojia ambayo imetengenezwa Tanzania. Nilipenda sana kuna mtu ambaye aliwahi kutengeneza, of course mpaka sasa hivi inafanya kazi. Ni mfumo wa siti za malipo ambazo za kidijitali. Kwa hiyo ninafurahia hicho kitu na nitatamani kuona vitu vingine ambavyo hiyo siku hiyo utagundua Watanzania ni talented sana, kwa tuna best engineers sana. Ni issue tu vitu vidogo vidogo tu ambavyo vinaweza vikawa vinakosekana kuhakikisha kwamba tunawezekana. Kwa sababu hata wao walianzaje? Vitu vidogo vidogo hivyo ni vikubwa, lakini vidogo ambavyo tukivijua tukivibadilisha, wale watu ambao sasa hivi wako huko wanajenga vitu vitapata soko, vitapata support. Okay, kwa kumalizia, unaona muda wetu unazidi kwenda sana. Kwa kumalizia, nini kifanyike ili hii system hiyo support? Tunakumbuka kipindi kwa level form 4 au amini na huko chini wanasema hivi poor environmental support. Okay, mimi of course tulikuwa tunaongea kwenye kujibu maswali, lakini sio kufika kwenye ground ndio unaiona kwa upana sana. Poor environmental support. Nini kifanyike? Sio swali la kujibu mara moja. Kwamba tunaweza kusema kifanyike kitu fulani. Okay. Ni mchakato. Tunatakiwa tupate wajengaji wengi, tuwaunganishe. Umeona? Sasa anaanza nani? Yoyote yule anaweza kaanza. Yoyote yule anaweza kaanzisha Microspace Tech Summit. Kwa jina lake, kwa namna yake, na ka inspire watu kuhakikisha kwamba hawa watu ambao wanakuwa wanavijenga hivi vitu, kama najaribu kukuelewa. Yeah. Kwa maana ya kwamba hizi makongamano event mbalimbali za teknolojia ziendelee kufanyika kwa wingi. Kama nimekuelewa sana, mimi nadhani inatakiwa zizidi show za muziki. Yaani zifanyike kwa wingi sana na ziwezeshwe sana. Zifanyike ili tuanze kuwaonyesha watu waanze kuona, okay, sisi leo generation yetu huenda basi tunakaribia fail maybe. Wale ambao wanakuwa generation ya kesho, basi kuanzia pale tutakapokuwa tunawaonyesha mara kwa mara, wanaweza kuwa inspired na kuanza kujenga hivi. Na hivi vitu ambavyo tunaweza tukavisema vidogo vidogo vinachangia. Kwa sababu mimi nikisema hakuna engineers ni uongo. Na talented engineers, of course sisi tuna solutions ambazo tumezitengeneza. The biggest solutions zimetengenezwa mpaka unaweza ukauliza hii imetengenezwa wapi? Kwa sababu tumekutana na talented engineers kutoka Tanzania hapa, wametengeneza vitu hapa. Kuna vitu vingi vimetengenezwa hapa tu kwetu. Na tuseme Afrika kijumla, na wanafanya vitu katika ubora sana. Na mfano ambao naweza nikautoa, kuna jamaa mmoja anaitwa Chikumbutso, someone Chikumbutso wa Zimbabwe. Anabadilisha law of physics. Kwamba kitu kinasema energy cannot be created, can only be transformed from one form to another. Kwamba energy haiwezi kutengenezwa, lakini yeye ametengeneza energy kutoka kwenye frequency, radio frequency. Unajua frequency zipo, mawimbi yale ya radio yapo. Yupo hapa Tanzania, Afrika. Lakini yule hayupo promote. It means kwamba anaweza kutengeneza gari ambalo kuchaji. Anaweza kutengeneza gari ambalo kuchaji na lika drive charge bila kuweka chochote. Wewe unapanda na drive. Hii Afrika ipo, lakini yule jamaa naamini kabisa kwa mfumo wetu sisi tulionao haitaenda popote. Kweli? Kwa sababu kule mbele hajawa verified. Ameenda kule mbele, anatakiwa kutoa formula. Hajawa verified. Na ipo. Ukitaka sasa hivi Google kuanzia
kesho ameshatengeneza prototype za magari, za pikipiki, za kutengeneza ambazo zinatumia hiyo energy ya radio frequency energy. Ndio yule jamaa itakiwa tumuite kwenye concept, kwenye vitu central, tumuite anafanyaje tu, kwa sababu na vitu vingine wanatumia energy. Nadhani hata sasa hivi tunaanza kabisa mgogoro ambao iko Mashariki ya Kati, mafuta yanakuwa ya changamoto, angekuwa solutions. Sio tu umeme, nimesema hatumii umeme, unajitengeneza kutokea kwenye radio frequency. How it transform, sio kwamba gari inachajiwa kutokea kwenye hizo, sio inachajiwa umeme labda kwenye grid ya zile frequencies, kama ambavyo tunasema tunavuna umeme kutoka solar energy. Namna gani inafanya kazi? Sijui, mimi mwenyewe sijui, ila anachodai yeye ipo na ametengeneza prototype kadhaa, lakini hatumsikii mara kwa mara, kwa sababu ile 1% hawajampitisha. Aisee, nimepata kitu sana na nimeweza kuona kwamba ni mambo gani ambayo yanawafanya watu wengi au Watanzania wengi wasiwe wazalishaji wa teknolojia, lakini wawe watumiaji. Tumeona ni namna gani mifumo ambavyo ina asili, tumeona pia ni namna gani mentorship ina asili, watoto wanakuwa au watu wengi wanavyovitazama, lakini pia tumeona ni namna gani mifumo imeandaa watu kushirikiana, watu washirikiane, watu wafanyaje. Kwao nimepata kitu sana kikubwa sana kama na hapa tumeongea kidogo tu. Mimi nadhani hiyo siku ya summit itatoa majibu mengi sana, Sasa nipende kuchukua pia nafasi hii kukaribisha katika tukio hilo ambalo linakuja kufanyika, linaenda kufanyika tarehe 15 mwezi wa 5, ambayo itakuwa ni Dodoma mjini katika ukumbi wa kimataifa wa Jakaya Kikwete Convention Center. Usipange kukosa katika event hiyo. Mambo mengi ambayo tumejadili na tunaendelea kujadili katika session yetu hii utazidi kuyaona pale. Usiendelea kufuatilia na katika series zetu mbalimbali, lakini katika hiyo tukio ndio utaenda kujionea haya tunaenda kuyazungumza, na utaona je, wao talented engineer ambao ghost amewazungumzia wapo au na yeye ni maneno tu anasema, na je kama ambavyo tumezoea kama kuzungumza tu. Yes. Ninakukaribisha sana na usipange kukosa, lakini endelea kufuatilia podcast hii kupitia YouTube channel ya Microspace Technology, lakini pia endelea kutufollow katika akaunti zetu za Instagram ambayo inakwenda kwa Microspace_tz, lakini pia endelea kujisajili kwa wewe ambao unajisajili kwa ajili ya event ambayo iko mbele yetu. Basi hakikisha unajisajili kupitia linki ambayo imewekwa kwenye bio ya katika akaunti ya Instagram ya Microspace_tz. Utaona pale kuna bio ya kujisajili ya Microspace Summit, na moja kwa moja utakuwa umeshachukua siti yako mapema, na zipo package mbalimbali. Kuna wale wa free, nadhani yenyewe na maximum limit ya watu 200, lakini pia kuna wale wa kianzio cha kiingilio cha shilingi 10,000, kuna wale wa package ya 1,500,000, lakini pia kuna package mbalimbali kupitia kwenye website, nadhani utaziona sana. Sasa Mr. Ghost, nikupe nafasi kidogo na wewe uwaambie Tanzania au na watu wanaosikiliza kuhusiana na Tech Summit. Tuendelee kusapoti ana sisi kwa sisi, tuendelee kusapotiana sisi kwa sisi. Ninakushukuru sana. Okay, asante sana, imekuwa ni njema sana kwa. Asante.